Mwanamke akiwa na furaha akielekea dukani kuchukua pete yake ya ndoa iliyotengenezwa kwa umakini, hakujua kuwa mchumba wake alikuwa ameingilia kwa karibu na mwanamke mwingine katika suiti yao ya wapenzi walioipamba pamoja. Baada ya kuchukua pete na kuhifadhi safari yao ya fungate, Yumi Re alitumia ujumbe kwa mchunga wake Kim Woo-ju akiwa na matumaini ya kula chakula cha jioni pamoja. Wakati huo, Kim Woo-ju akiwa kati ya busu na mpenzi wake alijibu ujumbe huo akidai uongo kuwa bado alikuwa kazini. Siku iliyofuata, Yumi Re alipokuwa akipanga nyumba yao mpya na akizungumza na mama yake kwenye simu, alilalamikia gharama ya harusi ambayo alihisi zingeweza kutumika vyema kwa gharama za nyumba yao mpya. Mama yake alimkumbusha kuelewa na usilalamike kuhusu Kim Woo-ju asiyolipa kodi kamili ya nyumba mpya ili kumwepusha aibishwe. Yumi Re akiwa na sifa za mama yake na kuwa mke mzuri nadra na mama wa wakati wake, kwa ghafla alikanyaga hereni ya mwanamke na kuwasha hisia mbaya. Baada ya kuweka simu, Yumi Re alipata nywele ndefu ambazo dhahiri si zake juu ya kitanda. Kim Woo-ju tayari alikuwa amehamia suiti ya wapenzi peke yake, wakati Yumi Re bado aliishi kwenye nyumba yake ya zamani. Ishara hizi wazi zilionyesha kuwa Kim Woo-ju alikuwa akiwa na mwanamke mwingine. Yumi Re alimkabili Kim Woo-ju kwa hereni hiyo akiomba maelezo. Alisema uongo, akidai ni ya mwanamke mwenzake kazini ambaye alikuwa ameiacha kwa bahati mbaya wakati wa ziara ya kampuni kwenye suiti yao ya wapenzi. Yumi Re aliwapima haraka akaunti za mitandao ya kijamii za wafanyakazi wa Kim Woo-ju. Siku ya kujenga timu iliyodaiwa, wote walikuwa wanashughulika na shughuli zao wenyewe, ikionyesha kuwa Kim Woo-ju alikuwa na mkutano wa kibinafsi na mwanamke huyo mwenzake. Alipata pia picha ya mwenzake akiwa amevalia hereni hiyo. Kama Kim Woo-ju angekataa kukiri, alikuwa tayari kumkabili mwanamke huyo mwingine katika kampuni yake. Kwa hofu, Kim Woo-ju alikiri, lakini kwa ujasiri alijaribu kuhalalisha vitendo vyake. Kwa hali hiyo, alijipiga akimwambia Yumi Re kuwa tayari walikuwa wamesajiliwa kwa ndoa, wamehifadhi mahali pa harusi na kulipia ada ya nyumba mpya, akitumai atazingatia faida na hasara na kumsamehe mara hii moja. Alipomaliza kuongea, mwanamke mwenzake kazini kwa ghafla alimtumia picha yake akiwa amevalia chupi za kuwasha moto. Yumi Re aligundua tabia yake ya kushangaza na akasisitiza kuangalia simu yake. Walipigana kwa simu hiyo, na katika jaribio la kuharibu ushahidi, Kim Woo-ju alirusha simu chini na kuikanyaga. Yumi Re alijaribu kuiokota, lakini kwa bahati mbaya mikono yake ilikanyagwa. Wakati huo, Yumi Re alihisi kutoridhika kabisa. Kwa zaidi ya miaka 5 pamoja, Kim Woo-ju alikuwa amemwonyesha uangalifu mdogo, na aligundua kuwa hata kama wangefunga ndoa, wangeweza kuishia kuchoka. Ilikuwa bora kumaliza uhusiano mapema badala ya baadaye. Kabla ya kuondoka, alimwagiwa kahawa na Kim Woo-ju usoni kama adhabu. Mwezi mmoja baadaye, walituma ombi la talaka. Yumi Re hakutaka kumuumiza mama yake na akamuomba Kim Woo-ju wafananishie hadithi kuwa alikuwa ameshughulikiwa na harusi ambayo ingeahirishwa. Walipanga kumwelezea mama yake ukweli hatua kwa hatua baadaye. Kim Woo-ju kwa ujasiri alikuwa akienda kukutana na mpenzi wake mpya na akampa Yumi Re hati za talaka, akimuomba zinapofika azitume. Yumi Re kwa utulivu alifuta mahali pa harusi, safari ya fungate na kukodi nguo za harusi. Baada ya kushughulikia kila kitu, huzuni ilimshinda na akaenda kucheza baseball peke yake, akiapa kuachana na kuishi vizuri. Siku alipokuwa anatakiwa kutuma hati za talaka, polisi kwa ghafla walionekana. Yumi Re alijifunza kuwa suti yake ya wapenzi ilihusika katika udanganyifu wa kukodisha. Mwenye nyumba, akiwa nje ya nchi, alikuwa ameacha mali chini ya usimamizi wa kampuni bila kujua kwa mkurugenzi wa kampuni ya usimamizi. Mfanyakazi alikuwa amejifanya kuwa mwenye nyumba na kusaini mkopo na Yumi Re. Polisi walimshauri ahamie ili kuepukana na kushtakiwa na mwenye nyumba kwa kuvunja mali. Mara moja, Yumi Re alimpigia simu Kim Woo-ju ambaye mjomba wake alifanya kazi katika ofisi ya mwendesha mashtaka, akiwa na matumaini kuwa anaweza kusaidia kupata milioni 300 tena. Hata hivyo, mpenzi mpya wa Kim Woo-ju hakuwa na furaha kwa kumpokea simu.
na Kim Woo-ju asiye na huruma alimwambia Yumi Ray kuwa kuwasiliana na mwenzi wa zamani kama hii ilikuwa bila adabu na hawakuwa na uhusiano tena. Anapaswa kushughulikia matatizo yake mwenyewe. Yumi Ray asiye na msaada aliogela huzuni zake kwenye pombe. Baadaye, alipokwanja akitembea nyumbani, aligongana na gari lililowekwa kando ya barabara. Mwanaume kutoka kwenye gari alitoka kumsaidia na kumchukua hadi hospitali. Yumi Ray alimkataza, akionyesha kuwa yuko sawa. Mwanaume huyo kisha aliokoa nambari yake ya simu kwenye simu yake, akimshauri awasiliane naye kulipia gharama za matibabu. Akiona jina Kim Woo-ju lililohifadhiwa kwenye simu yake, alimdanganya kuwa ni mwenzi wake wa zamani, akamshika na akatoa hasira yake. Mwanaume huyo pia aitwaye Kim Woo-ju alichanganyikiwa na uchogozi wake wa ghafla na haraka alirudi kwenye gari lake. Yumi Ray alimfuata ndani ya gari na alikataa kutoka. Baada ya mabishano marefu ndani ya gari, Kim Woo-ju alimweza Yumi Ray kutoka, lakini haraka alimkimbia, akaruka mgongoni mwake na akamfunika macho huku akimtukana. Kim Woo-ju alijitahidi kumtoa, na kwa kushangaza, Yumi Ray alipoteza mizani yake na kukaa juu ya cactus iliyojaa miiba. Akiwa analia, Yumi Ray alizungumza juu ya usaliti wa mwenzi wake wa zamani na kuomba msaada wa Kim Woo-ju kutokana na maumivu. Kim Woo-ju aliwasiliana na rafiki yake daktari ambaye alitibu majeraha yake, kisha kwa bidii akampeleka nyumbani. Yumi Ray alilazimika kupiga magoti kwenye kiti cha abiria ambacho kilisababisha kichefuchefu chake. Kim Woo-ju alifikiria kuwa licha ya matatizo ya maisha yake, jua bado lingechomoza, ikionyesha kuwa kunaweza kuwa na njia mbele katika maisha. Katika kuachana, Kim Woo-ju alimshauri Yumi Ray aje kukaguliwa hospitali. Yumi Ray aliomba msamaha kwa usumbufu waliousababisha na kutoa kuhamisha pesa kwa ajili ya gharama za gari na matibabu. Kim Woo-ju hakujibu na haraka aliondoka. Yumi Ray mwenye bahati mbaya alirudi nyumbani kukimbia usingizi, lakini aliamiwa na simu. Mpigaji simu alidai kuwa anatoka kwenye duka kubwa la uzuri, akimhimili kushinda tuwazo. Yumi Ray awali alifikiria kuwa ni udanganyifu, lakini kisha alikumbuka kuwa alipokuwa akichukua pete yake, maskoti ya duka ilikuwa imempa tiketi ya bahati nasibu kushinda vila ya bilioni 5. Alikuwa ameandika pinda kona na ikaweka ndani. Duka kubwa tayari lilikuwa limeamua mshindi huyo kuwa mjukuu wa mke wa meya. Mwakilishi alipanga kudanganya kura kwa kuficha tiketi iliyochaguliwa kwenye slivi yake na kujifanya kuwa inatoa kwenye sanduku. Hata hivyo, kwa bahati mbaya aliangusha tikiti iliyopangwa ndani ya sanduku na alipatwa na hofu wakati wa kutafuta kona iliyopindika. Alipokwisha kuipata na kutangaza mshindi, alishangaa kuona kuwa sio tikiti aliyoiandaa. Chini ya macho ya umma hakuweza kudanganya na ilimbidi kutangaza jina la Yumi Ray. Yumi Ray hakuweza kuamini bahati yake. Ilihitaji mshindi kuwa wenzi wapya wa ndoa bila nyumba na kuwasilisha cheti cha ndoa kupokea tuzo. Kwa bahati nzuri hakuwa, na haraka akatoa nyaraka zote zinazohitajika. Katibu wa duka kubwa alithibitisha kuwa Yumi Ray na Kim Woo-ju walikuwa wenzi wapya wa ndoa wa miezi 5 bila nyumba yao wenyewe, wakikidhi hali zote za tuzo. Hata hivyo, kwa mume asiweze kuhudhuria sherehe ya tuzo, mwakilishi alikuwa akitafuta njia za kumfukuza Yumi Ray. Baada ya kujua kuwa mume hawezi kuhudhuria, mara moja aliamuru kuongeza sheria. Kama udanganyifu ungegunduliwa, mshindi angepoteza tuzo na kukabiliwa na hatua za kisheria. Wenzi wote lazima wahudhuria sherehe pamoja. Kutotaka kupoteza fursa hii nadra, Yumi Ray alimpigia simu mwenzi wake wa zamani kwa msaada, lakini Kim Woo-ju aliyechokozwa na kukatizwa alimzuia. Wakati Yumi Ray alipokuwa akifikiria suluhisho, kwa ghafla alipokea ujumbe kutoka kwa Kim Woo-ju akiuliza kama alikuwa amekagua mkono wake hospitali. Kutambua kuwa Kim Woo-ju alishiriki jina moja la Kikorea na mpaka wa mwenzi wake wa zamani, Yumi Ray alifikiria anaweza kuwa tu kumpitisha kama mumewe. Haraka alimkuta Kim Woo-ju na akauliza kama alikuwa ameolewa. Baada ya kusema hapana, aliuliza kama anaweza kujifanya kuwa mumewe kwa siku moja tu kwenye duka kubwa. Kim Woo-ju alimkosea. Kufikiri Yumi Ray alitaka kutumia ndoa bandia kuwadanganya wanaume wengine, alimuonya ayache wazo hilo na hata kumtishia kumwangalia kwenye
kwenye duka kubwa wikendi, akiapa kumpigia simu polisi ikiwa atagundua shughuli yoyote ya udanganyifu. Baada ya kumkataa Yumi Ray, Kim Woo-ju alienda hospitali kumtembelea rafiki yake mzuri Yoon Jin Kyung, akimshukuru kumtunza bibi yake alipokuwa nje ya nchi. Yoon Jin Kyung, ambaye alikuwa ameendeleza hisia kwa Kim Woo-ju, onya wakati wa mazungumzo yao kwamba alikuwa karibu kuchukua jukumu la mjukuu wa bibi kwa miaka mingi. Kim Woo-ju asiyefahamu hakukamata mkondo wake. Mazungumzo yalibadilika na Yoon Jin Kyung aliuliza ni lini alipanga kuanza kufanya kazi kwenye kampuni. Bibi wa Kim Woo-ju anamiliki kampuni kubwa zaidi ya vitafunwa nchini. Familia ya shangazi yake ilimtunza. Hata hivyo, binafsi yake aliyeajiriwa kwenye kampuni kwa miaka hakuwa ameonyesha maendeleo. Kwa kuchoka, bibi alimuondoa mjukuu wake kutoka kwenye nafasi yake ya mkurugenzi wa masoko na kuamua kumteua Kim Woo-ju badala yake. Shangazi alikuwa hafurahi kwamba mwanawe alibadilishwa. Lakini bibi anayetenganisha mambo ya kibinafsi na ya kibiashara alisisitiza kumteua Kim Woo-ju na kumfanya mjukuu wake aanze upya kutoka mwanzo. Wakati huo, Kim Woo-ju hakujua kuwa uteuzi wake tayari ulikuwa umechochea mtatamiko mkubwa ndani ya kampuni. Wakati huo, msichana mdogo kwa ghafla aliangusha na kukaa chini akilia kwa sauti kubwa. Kim Woo-ju alitembea kumtuliza. Alipoona doll kwenye mfuko wake, alikumbushwa kumbukumbu ya zamani. Akiwa mtoto, wazazi wake walikufa katika ajali ya gari na yeye ndiye aliyeokolewa peke yake. Baada ya kupelekwa hospitali, msichana wa kigeni alikuja kumtuliza na kumpa teddy bear anayezungumza. Ukarimu Kim Woo-ju bado anakumbuka hivi savi. Hata hivyo, hakujua jina la msichana huyo wala aliko sasa. Siku iliyofuata, Kim Woo-ju alianza rasmi jukumu lake jipya. Kwenye mkutano wake wa kwanza wa kikundi, naibu wake aliripoti kwamba kampuni ilikuwa ikizindua kisanduku cha zawadi kipya. Bibi wa Kim Woo-ju, mwenyekiti wa kikundi, alikubali muundo wa ufungashaji, akiamini itaongeza furaha ya kufungua kwa watumiaji. Hata hivyo, binamu yake alisema kuwa muundo huo ulikuwa na masuala ya hakimiliki. Miezi 6 mapema, kama kiongozi wa kikundi, binamu alikuwa amekubali nyaraka za muundo ambazo zilitoa idhini ya kudumu na idhini ya mara moja. Kwa tukio na mara moja, binamu alichagua idhini ya bei nafuu ya mara moja. Sasa walipokuwa wakijiandaa kuzindua bidhaa rasmi, naibu alikuwa amesahau kusasisha mkataba na kampuni ya muundo. Binamu alikuwa akijua kuhusu hatari hii ya hakimiliki na kwa makusudi alingoja kuileta wakati wa mkutano ulioongozwa na Kim Woo-ju kumfanya aibike. Kim Woo-ju aliahidi kuwasiliana na kampuni ya muundo mara moja kupanua mkataba. Kim Woo-ju alimwamuru mfanyakazi wake awasiliane na mwakilishi wa kampuni ya muundo ambaye kisha alidai ada ya hakimiliki ya milioni 50 mara 10 ya kiwango cha awali. Wakati huu Kim Woo-ju hakujua kuwa mwakilishi wa kampuni ya muundo alikuwa Yumi Ray, ambaye alikuwa amepokea simu ya kushangaza tu. Mpigaji simu alisema kuwa kampuni ya vitafunwa ilikusudia kununua haki za muundo wa kisanduku cha zawadi na kupendekeza aweze kuongeza ada ya muundo. Yumi Ray, asiyejua ni nani aliyepiga simu, aliamua kuanza na bei kubwa na kuona mambo yatakavyoendelea. Kim Woo-ju, asiyetaka kutumika na kampuni ya muundo, alizingatia kubadilisha muundo wa kisanduku cha zawadi. Hata hivyo, wafanyakazi wake waliripoti kuwa gharama za awali za uzalishaji wa kisanduku cha zawadi tayari zilikuwa zimefikia milioni 150 na kubadilisha muundo sasa kungetoa uwekezaji wa awali. Kim Woo-ju kwa shida alimwamuru mfanyakazi wake aandae mkutano na mwakilishi wa kampuni ya muundo akipanga kujadili kibinafsi. Wakati huo huo, Yumi Ray bado haikuwa amesikia kutoka kwa kampuni, lakini alipokea taarifa kutoka kwa duka kubwa. Walimkumbusha kuwa kama hakuweza kuthibitisha mahudhurio ya mumewe kwenye sherehe ya tuzo leo, tuzo yake ingepotea. Kwa matumaini, Yumi Ray alienda nyumba ya mwenzi wake wa zamani akiwa na matumaini kuwa mama yake anaweza kusaidia kuwasiliana naye. Mama yake, ambaye alimtazama chini kwa wasio na utajiri na kujivunia mpenzi mpya wa mwanaye tajiri, alimtania Yumi Ray kwa asili yake ya kawaida na ukosefu wa elimu, akimtaka asiye mstahili mwanawe. Dada ya mwenzi wake wa zamani pia alimtukana Yumi Ray. Akikabiliana na dharau yao, Yumi Ray aliacha wazo la kutafuta msaada. Aliwaonya jifanye hawamjui ikiwa wamempata barabarani, na akamtania mwenzi wake wa zamani kwa kuwa mtoto wa mama. Baada ya kufanya hoja yake, Yumi Ray aliacha nyumba ya mwenzi wake wa zamani kwa hatua thabiti. Mara tu alipofikia mlangoni, Yumi Ray alipokea simu kutoka kwa mfanyakazi. Meneja wa kampuni
alimwalika kujadili maelezo ya haki. Meneja wa kampuni alimwalika kujadili maelezo ya hakimiliki ya kisandukichi cha zawadi. Kim Woo-ju alikuja baadaye na mkataba unaohusika, lakini hakuwahi kutarajia mwakilishi wa kampuni ya muundo anayemngojea kuwa Yumi Rae. Yumi Rae alishangaa pia kugundua kuwa meneja wa kampuni anayetafuta msaada wake alikuwa Kim Woo-ju. Sasa majukumu yao yalibadilishwa. Yumi Rae alitoa kusaini mkataba kwa bei ya awali ikiwa Kim Woo-ju alikubali kujifanya kuwa mumewe. Kim Woo-ju aliyemkosea ombi lake kama jaribio jingine la udanganyifu, alikuwa na shida ya kushirikiana. Yumi Rae asiyoona chaguo lingine alielezea hali kuhusu kushinda kwake tuzo na kumuomba, akisisitiza hitaji lake la nyumba kama mwanamke atakayochoka karibuni. Kutambua ombi lake kuwa la kweli na kukumbuka uchokozi wa binamu yake na ushauri wa bibi yake, Kim Woo-ju aliamua kusaidia. Yumi Rae haraka alisaini mkataba kutatua tatizo la haraka la Kim Woo-ju. Siku ya sherehe ya tuzo, Yumi Rae alimvisha Kim Woo-ju pete ya ndoa na miwani ili afanane zaidi na mwenzi wake wa zamani. Wakati wafanyakazi walipokuwa wakikagua vitambulisho vyao, Kim Woo-ju alidai aliziacha kwenye gari, lakini kwa ujasiri alisoma nambari ya kitambulisho cha mwenzi wake wa zamani na tarehe yao ya ndoa iliyosajiliwa. Baada ya kukamilisha hatua zote za uthibitisho, Yumi Rae alifanikiwa kukamilisha taratibu za tuzo. Walipigwa picha na mwakilishi wa duka kubwa. Kutambua picha zitakuwa kwenye habari, Kim Woo-ju alivalia barakoa na kofia kujificha na Yumi Rae alitumia maua kuficha uso wake. Baada ya sherehe, Bak Sung-hoon kutoka kwenye duka kubwa aliwaongoza kuona vila ya tuzo. Yumi Rae alifurahishwa na bustani ya mandhari na nyumba pana, lakini alisema uongo kuwa ilikuwa mbali sana na maeneo yao ya kazi na alitaka kuiuza. Bak Sung-hoon akiwaonyesha miongozo ya mali iliyotiwa saini hivi karibuni, aliwakumbusha lazima wakae ndani ya nyumba kwa miezi 3 kabla ya kuweza kuhamisha umiliki. Hadi wakati huo, nyumba ilibaki mali ya duka kubwa na hawakuwa na haki kuiuza. Kama wangetalaka ndani ya miezi 3, tuzo ingepotea na wakaguzi wangeweza kuja kuthibitisha makazi yao. Bak Sung-hoon alifichua kuwa aliishi kinyume na vila na kuwaona kila siku kingekuwa vya kutosha kwa ukaguzi. Kim Woo-ju alishtushwa na ugumu ambao tendo lake rahisi la kusaidia lilileta. Akikataa kuendelea na mchezo wa kuigiza na Yumi Rae, alitoka nje